Yes, habari na asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami na kufuatilia hizi clips zangu ambazo nimekuwa nikizirusha hapa YouTube na kwenye mitandao mingine yote ya kijamii ambayo nimekuwa nikitumia kuweza kufikisha ujumbe wa kile ambacho Mungu amenituma na kukuletea wewe kwa ajili ya kuweza kutimiza yale maono ambayo nakusudia kwenda kuyatimiza hapa duniani. Mungu akubariki sana kwa kuwa na mimi. Mungu akubariki sana wewe ambao unaendelea kusubscribe kwenye channel yangu hii ya YouTube na kuhakikisha kwamba tunakuwa sote katika kila episode ambayo nakuwa naidondosha, basi na wewe unakuwa kwa haraka unaweza kuiona na kufuatilia kutoka pale ambapo tumeishia na hapa ambapo tunaendelea. Mungu akubariki sana. Na katika episode ambayo tumetoka kuitazama ambayo ilikuwa inazungumzia aina ya makundi ya watu duniani. Yaani kuna makundi kama 8 hivi ya watu duniani ambao kila kundi la watu lina tabia zake na namna ambavyo wanatengeneza maisha yao. Na niliweza kutaja aina ya kundi la kwanza ambao nilitaja nikasema kuna wale watu ambao wanatumia uwezo wao wa akili kwa ukubwa. Na naposema wanatumia uwezo wao wa akili kwa ukubwa, basi maanishi kwamba akili yao ni kubwa kuliko watu wengine. Itambulike tu kwamba kila binadamu ana akili sana mwingine. Tofauti tunatofautiana kwenye uwezo wa matumizi. Yaani akili yangu mimi na akili yako wewe na akili ya mwingine yoyote, zote zimeumbwa kwenye mfumo ulio sawa kabisa. Kila binadamu ambaye ametimia kabisa kwenye ufahamu, ambaye anajua mema na mabaya ya dunia hii, mfumo wa akili umetengenezwa sawa kabisa. Yaani mfumo wangu mimi na wa Trump na wa Putin na nani wote tuko sawa. Tatizo tunatofautiana kwenye matumizi ya ule ubongo ambao si Mungu ametuwekea. Ndio hapo tunapotofautiana. Lakini mfumo ni mmoja tu. Sasa ni nani ambaye anautumia kwa ubongo wake kwa uwezo wa juu, ni nani ambaye hautumii ubongo wake kwa ule uwezo ambao ungeweza kumfikisha kwenye maisha ambayo anakusudia. Hapo ndo tunatofautiana. Yaani ni sawa na mimi na wewe tukaa tuna aina moja ya gari. Gari moja tu aina hiyo kama ni ST basi ni ST zote. Lakini tunaweza tukaanza safari pamoja hapa, lakini kwenye destiny ambayo tunatakiwa kufika, wewe ukatangulia kufika, mimi nikachelewa. Ni kutokana sio kwamba ni gari haina speed kuliko ya kwako, hapana, ni uwezo wa kudrive pale barabarani. Wewe unajiamini zaidi, una uwezo wa kukata kuovertake, kushika barabara vizuri. Mimi kulingana na uoga wangu nakuwa nachelewa kufika kabla wewe. Yaani ni namna ambavyo tuko ndivyo na mfumo wa ubongo ulivyo. Yaani kila mmoja amepewa ubongo sawa kabisa na mwenzake, lakini namna ya matumizi ndio tunazidiana na ndio tunavyoona zile level za maisha kulingana na watu. Ndio ninazungumzia kwamba matumizi ya ubongo kwa ukubwa. Kwa hiyo nilizungumzia watu ambao wanatumia ubongo wao kwa ukubwa zaidi kwenye kufikiri, lakini pia wana mioyo thabiti, mioyo ya matumaini na ya imani ya kuweza kufika kwenye kusudio wanaotaka kufika, na miili iliyo changamfu, iliyo shupavu, ambayo haisubiri, yani haitamani kupumzika mpaka kusudio limetimia. Ndio kundi ambalo nilikuwa nimelizungumzia mara ya kwanza. Na kwa kudokeza tu nikasema kwamba ni watu ambao kwanza wana upendo mwingi, kwa sababu huaga hawamjutii mtu. Kwa sababu wao wakisha plani la kwao, akikushirikisha wewe haimaanishi kwamba wewe ukishindwa kwenda yeye ataacha kwenda. Yeye tayari alishapanga kwenda kabla ya wewe kukushirikisha. Ni watu ambao hawana lawama kabisa nyingi. Na kwenye masuala ya ushirikina hawapendi sana masuala ya ushirikina, kwa sababu wao wanaamini akishaomba Mungu wake akamjalia, basi anaenda kwa imani alionayo na nguvu na uwezo alionao na shauku alionayo, anakwenda anafanikiwa. Ni watu wa aina hiyo. Lakini nikasema leo nitakuja kukupa kundi lingine tena la pili kati ya yale makundi 8 ambayo nataka kukuonyesha, na wewe utajiangalia uko wapi, na kama unakusudia ambao unataka kufika uswitch kuja kwenye kundi gani ili uweze kufika pale ambapo unahitaji kufika. Kundi la pili ambao nitazungumzia leo ni wale ambao wanatumia ubongo wao, ufikiri wao kwa uchache. Yaani wanatumia matumizi ya ubongo wao kwa uchache kuliko lile kundi la kwanza. Yaani wanafikiri kidogo lakini wana imani kubwa na miili yao ni shupavu. Yaani ina uwezo wa kuchangamka kwenda kutimiza kusudio, lakini uwezo wao wa kufikiri ni mdogo. Sasa kwenye kundi hili mara nyingi wanapatikana sana wafanyabiashara, wafanyakazi, wezi pamoja na majambazi. Wote wanapatikana kwenye kundi hili ambao wana uwezo mdogo wa kufikiri, lakini wana imani kubwa na wana shauku kubwa. Yaani nikizungumzia mfanyabiashara, mtu mwingine anaweza kusema
Na mfanyabiashara naye anafikiri kwa udogo. Ni kweli kabisa, kwa sababu nikizungumzia kwenye ile kundi la kwanza, nilikuwa nazungumzia kwenye kundi ambalo watu wako kwa ajili ya kufanya mambo kama vile ambavyo Mungu alifanya, na wenyewe wanatamani kufanya hivyo. Yani kukomboa watu, kujali watu, kuwatoa kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine lililo salama zaidi. Ni watu ambao wakikaa sehemu, kundi lingine la watu linakuwa salama zaidi kuliko sehemu nyingine. Hiyo ndio kundi la kwanza ambalo nizungumzia. Lakini kwa hili kundi ambalo nazungumzia na nika include wafanyabiashara, ni kundi ambalo lenyewe linajifikiria lenyewe zaidi. Yani ni kundi la watu ambao wanajifikiria wao wenyewe zaidi kabla ya kumfikiria mtu mwingine. Yani kabla hajafikiria kwamba wewe utaishije, anaanza kujifikiria kwamba yeye ataishije. Ni kundi ambalo mfanyabiashara ni mtu ambaye wakati mwingi anafikiria faida yake zaidi kuliko wewe utanufaika vipi. Hili ndo, hapo ndo unaweza ukawa na mimi kutambua kwamba hili ni kundi ambalo la wafanyabiashara wanapatikana hapa. Yani ni watu ambao wanaanza kujijali kwanza wao, alafu ndo wataangalia watu wengine. Kwenye ziada yao ndo wataangalia watu wengine. Hili ndio kundi ambalo linapatikana watu wa namna hii. Nikazungumzia pia hata wafanyakazi. Nikasema kwamba wafanyakazi wanapatikana. Kwa hiyo mfanyakazi anaweza akawa hana idea yoyote ya kufanya. Yami amesoma, ana CV, ana vyeti vyake vizuri, lakini hana uwezo wa kungamua nini afanye kupitia ile elimu alionayo. Anataka mpaka akaajiriwe. Na akienda kuajiriwa, kweli anatumia ile elimu yake vizuri kabisa, na tajiri anapata manufaa yake vizuri kabisa kupitia ule mfanyakazi. Ingawa wafanyakazi pia wana kundi lao lingine tena, baadhi ya wafanyakazi wengine wao kwenye kundi lingine ambalo nitakuja kulizungumzia huko, lakini kwenye kundi hili pia wafanyakazi wanao. Unakuta ana moyo kabisa kufanya kazi na ni mchapakazi mzuri, anaweza kufanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini akiwa anatumia akili ya mwajiri wake. Anatumia uwezo wa mwajiri wake, sio yeye tena. Yeye maadamu ameshasoma, ana vyeti vyake, yeye anajipa imani kwa vyeti alivyonavyo, lakini sio kwa uwezo wa kuweza kusimama yeye mwenyewe na kuweza kufika kwenye kusudio ambalo anakusudia. Ni mpaka apitie kwenye mgongo wa mtu mwingine. Ndio maana nikasema kwenye kundi hili pia wafanyakazi wapo. Kwa nini nikazungumzia wezi na majambazi? Kwa sababu jambazi kazi yake ni kuhakikisha anavuna ambavyo tayari vimeshavunwa. Yani watu wameshatengeneza, watu wameshakamilisha, yeye anataka tu kwenda pale akachukue na akaondoke. Sasa kwa nini kundi hili nikazungumzia kwamba wanakuwa na akili dogo lakini imani kubwa na shauku? Ni kwa sababu yeye akishawaza kwa ule udogo, anatoa imani yake kubwa ya kutimiza ile jambo, na kuweza na nguvu yake na shauku yake, mwili wake unakuwa tayari uko chap kuhakikisha lile jambo linatimia. Kwa mfano kama mfanyabiashara, kwa nini nasema anakuwa kwenye kundi hili la udogo? Kwa sababu yeye anachowaza ni biashara. Kwa hiyo ina maana hata watu ambao anawategemea zaidi, hapendi kuwa na watu ambao hawana uwezo wa kiakili. Anapenda kuwa na watu ambao wamemzidi kiakili, ili achukue mawazo yao ya kibiashara ayaingize kwenye biashara yake, yamnufaishe, alafu yeye ndo aende akafaidike. Kwa hiyo unaweza kukuta kundi hili ni la watu ambao anahitaji kampani kubwa, marafiki wengi, watu wengi ambao watamjaza kwenye mifumo mbalimbali ya biashara na kumshauri, alafu yeye ndo anaenda kufanyia kazi, kwa sababu yeye ana imani na mwili wake ni shupavu, hana mwili wa kivivu, anakwenda kutekeleza. Ndio maana mfanyabiashara hata ukimpa wazo sasa hivi alafu anakusikilizia kama miezi mitatu, lile wazo wako usipolifanyia kazi, utaona amesharuka nalo, anafanyia kazi. Maana yake kwamba hajakujali wewe, hajajali jinsi ulivyoumia kwenye mtima wazo, yeye alichojali ni kuangalia faida yake, linalipa. Akiona linalipa, yeye anaruka nalo. Ndio sana mfumo hata wa wezi na majambazi. Yani yeye kazi yake, akishaona kitu akaona hichi kina thamani kwake, kitampa faida, hajali wewe utaumia vipi, hajali utaharibikiwa vipi, anachojali ni kujiangalia yeye. Na kwa vile imani yake, ana uwezo kabisa, anaamini kwamba mimi nikichukua hapa, nitakimbia hapa, nitaenda hapa, nitaenda hapa na ushahidi utapotea, anafanya na anatimiza. Ndio makundi hili ambalo nalizungumzia. Akili ndogo, imani kubwa na mwili shupavu. Hilo ni kundi la pili ambalo leo nimeamua kuja kukuelezea. Tabia za watu wa kundi hili, uwaga wana upendo, lakini upendo wa kinafiki. Hawana upendo wa kweli. Yani wana upendo wa maslahi. Yani ukiona anakupenda, ujue anakupenda kwa target zake. Na mara baada ya target zake kutimia, anaweza kukubadilikia na akawa sio rafiki yako tena. Kwa hiyo hawana upendo, wana upendo lakini sio upendo wa kweli. Mara nyingi unakuwa ni upendo wa kinafiki. Lakini pia ni watu ambao wana hasira na jeuri kidogo. Yani ukimgusa kwenye biashara yake au ukimgusa kwenye target zake,
Yani kukubadilikia hata kama alikuwa ni rafiki yako vipi, anaweza kukubadilikia na mkaa maadui kabisa na msijuane kabisa. Lakini pia wana ujeuri. Yani akishaamini hilo la kwake na akaamua kulifanyia kazi, yani wewe huwezi kumshauri kwa lolote, ataamua kulifanya na atapambana na atafika. Hilo ndio kundi la watu wa aina hii ambalo nitaka kulizungumzia. Tukutane tena kwenye episode inayofuata tujue kundi la 3 ni kundi la aina gani, alafu utajiangalie uko kwenye kundi gani. Mungu akubariki sana. Tuendelee kwa pamoja, endelea kusubscribe hapo ili tunapodondosha madeni uone kwa kwanza na kwa haraka kabisa unaweza kuyaona na kuyafanyia kazi. Bye.